sehemu anaumwa kwani? Arafa tukupata kabisa muda wa kuongea hivi. Unajua shemeji yako sasa hivi ni mjamzito. Mimba yake kama inaenda miezi miwili sasa hivi, kama kuelekea 3. Mimi ni queen and mimi na deserve vitu vizuri kuliko mtu yoyote. So hata nilipofika tu ilibidi Justa ajue kabisa kwamba mimi ndo na deserve master bedroom. Mimi ndo na deserve yani vitu vizuri vyovyote vinavyokuwa hapa, kwa sababu mimi ndo queen wao. Yani mimi ndo queen. Kwa hiyo mimi ndo natakiwa nipate kila kizuri ambacho kinapatikana hapa. Mimi nimeamua na nana hapa Justa. Okay. So it's either unaenda ama I don't know. Oh really? Find something. Oh really? Yeah. Justa. Let's see kama unaweza kusurvive bila simu yako. Let's see. Get Fit, the house of fitness. Sasa mama umeniacha bafuni peke yangu. Nilikuja tu kuandaa mazingira vizuri. Kama unavyojua Malkia akija kwenye kasiri lake, lazima miundombinu hiyo imeandaliwa vizuri. Kwa hiyo karibu Malkia wangu. Naomba nikubebe. Sitaki. Njoo basi nikubebe. Sitaki bwana. Mama, sasa ndo umenuna kweli jamani. Niache bwana. Mimi lengo langu alikuwa baya. Mimi nilikuja tu humu ndani niandae mazingira vizuri. Kisha hapo nikufuate nikubebe tuingie wote humu ndani. Sasa kama niliweza kukuogesha na nikakusugua vizuri mtoto katakata hivi, nitashindwa vipi kukufuata na kukubeba kukuleta humu ndani? Na unajua kabisa nilikuwa na shauku. Muda wote nakusumbua mpenzi wangu nataka. Na unajua jinsi nilivyokuwa na uchu na wewe. Toka asubuhi mimi nakusumbua. Nitaacha vipi mali iondoke hivi hivi? Naomba unisamehe. Hamna bwana, hata sijanena. Nilikuwa nataka unibembeleze tu. Sina lolote. Mimi naujua udhaifu wako. Sasa tukiwashe basi. Unapopenda. Nipo nipokee simu. Halo. Abe. Baby, nimeenda niko huko pharmacy, narudi mara moja. Msamehe baby, nilikuwa najisikia vibaya. Narudi sasa hivi. Amna baby, ni hapa tu nyuma hapa. Nakuja sasa hivi. Sawa. Mudi. Inabidi niondoke. Simona mzee kanipigia simu. Hivi unanichukuliaje mimi?
Umekuja vizuri, umekula vizuri, tumeenda tumeoga na nimekuogesha kwa mikono yangu. Na kila kitu tumeshakubaliana. Yaani nimefika hatua nzuri, tumefika hatua fresh. Simu moja tu inakuja kuharibu mipango yetu. Mtu mmoja. Kweli Latifa? Kwa mimi kukulisha, wewe kukufanyia kila kitu, kukuogesha, kwa nini kwa namsafishia mwanaume mwenzangu aenda kujipigia, si ndivyo? Mudi, ndio maneno gani unaongea? Mimi ningekuwa sina nia ya kuja hapa, nisingeenda bafuni nikajiandaa tukafikia hatua hii. Sawa? Wewe unajua mwanaume ni nani kwangu? Ni kila siku narudia neno lile lile kuhusu mwanaume. Na hapa nimeondoka kimya kimya, sijamuaga. Kwa hiyo niache tu mimi niondoke, niepushe haya magonjwa na ule mzee. Hata kama Latifa bwana, izao zimezidi. Hivi mfano mimi ningekuwa nakuhitaji wewe na uko na mzee, wewe ungekuja kwangu wewe? Wewe ungekuja? Wewe unaonekana kabisa mzee ume unampenda sana. Na mimi unipenda hata kidogo. Na unaonekana kabisa dhahiri shairi kuna vitu unampa mimi unaninyima. Sikufichi haki ya Mungu vile nakwambia. Na wewe kabisa inaonyesha kabisa wewe upo kwa ajili ya kunitumia mimi. Yaani unanitumia. Furaha yako, upendo wako, yaani kila kitu maisha yako yapo kwa yule mzee. Mudi, tusichoshane sawa? Hakuna kitu kijui katika maisha yangu ya mahusiano. Mimi nakupenda wewe na ule mzee na muheshimu. Kwa babangu naomba niondoke. Sitaki magomvi na wewe, sitaki kelele na wewe. Sawa? Wewe unachotaka kuamua kufanya, fanya. Mimi ndio nishaamua hivyo. Naondoka. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Nani? Humu kuna mtu humu, sio ng'ombe. Kwanza wewe mwanaume kana kitu gani wewe? Unajua fika biashara ya asubuhi jioni ya mahesabu. Unajigasha chooni mpaka sasa hivi. Mwisho wa siku kutana jini kinganga kwa kunganganie, upate maradhi nipate mimi shida kukuguza. Mtoka kwa tuondoke. Haya mambo yanahitaji utulivu. Sasa unapiga kelele. Kwani kujua wewe? Si uende mwenyewe. Una kichaa wewe. Hapa siondoki, ninakujua wewe. Tena nakujua vizuri mpaka jina lako la mwisho. Sitoki hapa. Mguu wako, mguu wangu. Paka huko tukafanye kazi. Kama kuvuna tuvune wote, tukose wote. Efa tuondoke huko. Wewe Kikome, unanijua vizuri akili yangu, nitakufuata kwa nikutoa na vichwa. Bwana, wewe nenda bwana. Mama huyo. Shika mama. Marahaba. Haya. Vipi tena? Mbona hapa? Hauna msubiria mtu? Kuna mume wangu namsubiri twende kibaruani. Alafu mama, kuhusu ule mzigo wako, usione kimya. Naomba nivumilie tu mamangu. Kati ya kesho au kesho kutwa nakumalizia mamangu. Usijali binti yangu. Maana mimi mwenyewe kwa kunela zangu nazichanga nisubiria na kwako ili niweke mlango chumba hiki niingize mpangaji. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Kikubwa jichange utakachokipata unipe. Sio tu kae kimewana ukweli umweka mtu huru. Mjomba. Fumba domo hilo wewe. Sema baba mwenye nyumba. Mjomba unaacha domo wazi. Umekuwa kama mamba. Wataingia nzi wa kijani wa chooni huko. Mjomba unanishangaa nini? Wewe unajua niko wapi hapa? Huko ndio kwenye utawala wangu. Unakaa mkimuona mtu kaijeiweka sehemu basi nyinyi mnakuja kukaa na nyinyi. Mtu akijiweka sehemu kwenye masuala yake na wewe mmo. Nini? Ndio mnanijua sana? Lengo nini sasa? Vipi mzee mwenzangu? Kwani mnajuana? Ili toto la dada yangu hili. Na sijui uko peke yako. Uko peke yako? Pumbavu na nusu, kumbe kuna mjinga huyu. Wewe anakupa nini huyu? Mimi umri wangu umeshuka, umeona mishavu imeshuka hii. Lakini siwezi nikakaa na huyu. Kama ningekuwa na demu, ndio mimi ningekuwa demu, siwezi kumchukua mbwa mkubwa kama huyu, mjinga huyu. Unakubali kibao hiki? Kibonge hiki? Sijui umerogwa nini? Umerogwa nini? Amka mama. Una ubaya huo. Familia yetu wote wensam. Mwenyewe unavyoniona nilivyokuwa mzuri. Navutia ndio maana unanikuta nimekaa na watoto wazuri kama hawa. Wewe nini kungangania kitu kama hiki?
mtu mweusi, mtu mvuto hana. Kiuno kiko wapi pale? Niulizie tu kiuno chake kiko wapi? Mimi sielewi kama ningekuwa kufundi kushona. Na mshonaje yule suruali yake? Jamani, maneno yote ya nini? Mbona mimi haya naishi nao vizuri tu na hawana matatizo wala kitu gani? Wewe vipi ondoka na huko unaongea unabwatiza watoto? Wao wajui hao. Wajui hao. Kwanza na mashaka nao, wamelipa kodi hao. Mimi nishamalizana nao. Usinitazame usoni, nimelipa kodi. Natetea huruma hapa nyumba ya bure hii. Mafiksi. Wao wajui hao. Wajui hao. Mimi ndo sababu ya kuuza nyumba. Huyo anaenda chooni, safari za chooni nyingi kuliko za kwenda kutafuta hela. Unaenda chooni, una buku hapo? Unipe mko yako. Buku unao? Unatia huruma? Unaona hapa msibani nini? Kwenda mmekaa mmejisahau. Wewe fanya unavyoweza, huyu mpige chini huyu. Una ubovu wewe. Ndokana mtu hata buku ana, buku unao? Wewe subiri kwanza, lete maji. Chooni kule. Mjomba, kanda na maji huko jamani chooni. Kanda na maji nusu. Kibonga hiki kiende na maji nusu. Watuli hapo hapo. Tuli hapo hapo. Nataka maji ya mwagwe mule. Ushahidi ule siutaki. Niende nikakutana na ushahidi vitu vyetu tunakula milenda unataka nichaue. Lete maji hayo. Shule inayofunza mema. Tuli hapo hapo wewe nitakunyoosha. Jinga mkubwa wewe. Na upumbavu wa Mungu. Jifunze mjinga wewe. Utanielewa tu wewe. Wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Nilipolala sipo nilipoamka, nani kanbeba, nani kanfunua shuka, nani kaizima ndoto katikati ya matuta nyakati. Brother vipi? Kaka. Vitu vipo? Hivyo tu kidogo. Kitambo sana. Hivyo tunagusa tu. Unajua nini kaka? Kipindi ambacho nilikuwa na kaka huko hapa kati hapa, nadhani ni eneo lile ambao unaendaga sana kula. Kuna uwanja pale. Kipindi kile ndo tunakuwa hivi, ndio lilikuwa eneo letu sana la kucheza mpira. Sasa juzi hivi nimepita nikakutana na washikaji. Na leo weekend hivi nimetulia nyumbani, nikaona mimi nikakumbushie kidogo. Muhimu sana. Tizi? Safi. Maana unajua shemeji yako kiukweli yani bado inamsumbua sana. Alafu nilifanya kipindi kile kumleta mama na sister ili kidogo iwe rahisi. So unajua hizi ndo mimba yake ya kwanza na nini, kwa hiyo anaumwa na nini. Hapa kidogo ndo ana nafuu, na mimi nimepata hii time nikaona nichomoke nikanyoshe miguu hapo uwanjani. Lakini kuna jambo moja muhimu sana. Kuna sister yangu alikuwa chuo, na hivi juzi hivi wameshafunga chuo hizi likizo. Niliona it's better yeye akaja kwa ajili ya kumwangalia wifi yake, kwa sababu watoto wa kike mwenyewe nyumbani ndani peke yake na kwa hajakaa vizuri akiwa na mtu kidogo hata kumwangalia kuna vitu vinakuwa rahisi. Mzee. Kwa hiyo utarajie mgeni wakati wote wewe. Usije kashangaa kuja mtu amegonga hapo kashindwa kufungua geti. Sawa, haina shida. Kwa kuwa ushaniambia kila kitu kitakaa sawa. Basi poa. Acha mimi nikapashe ukipata time kuna siku nitakuita uone vitu vyangu. Kwenye pichi. Haina shida. Sasa vya nani? Vya Shashamani au Dumbia hivyo? Poa maskani. Haya watu. Umesema hapa hivi. Nye. Kwa kumbe mimi nikitoka wewe unamchukua huyu mwanamke wa jirani unatembea naye? Wife. Kwa hiyo brother, mimi namtafuta mke wangu uko nje, umemfungia ndani kwako, si ndio? Lakini sio kwa ubaya.
Mimi alikuja hapa akataka nimuelekeze jinsi ya kuweza kupata bando la kutosha kama ambavyo mimi na wife tunapata kupitia kwa Chris Bando. Na ndio nikana namuelekeza hapa, issue ni kuwa na line ya Halotel tu. Unaweza kupata GB 8 kwa shilingi 10,000 tu na ukazitumia ndani ya mwezi mzima. Na kwa mfano blaza, kama unataka uthibitishe, ukitaka kuwasiliana na Chris Bando, kuna namba zake hizi hapa, ziko 4 lakini mimi nakutajia 2 tu, ambayo ni 0717048048. Nyingine ni 0785736361. Jina lake linatoka Christopher Luoga. Hii ndio namba kwa ajili ya mawasiliano tu. Lakini kama unataka ufanye malipo kwa ajili ya kupata size bundles, kuna lipa namba ambazo ziko hapa. Unaweza ukalipa kupitia namba hizi, na hakikisha unapolipa hela yako kupitia namba hizi, jina linatoka pia Christopher Luoga. Na baada ya malipo sasa, ule ujumbe ambao utakaorudishiwa utauforward kwa namba hizi ambazo nimekutajia. Na kama uamini blaza, na ni hapa. Wife mtondoke. Wewe hivi tu wife. Ino dunia. Vai. Inaonekana hicho kikao cha leo kizito. Mpaka umekuja kwangu. Kiukweli ni kikao kizito. Yaani mpaka umeniona mguu huu umekuja hapa. Na ubize wote ule. Bontisha. Hata usiogope. Kuna nini? Lakini sijui nyinyi watoto wa siku hizi mna nini. Yaani nashindwa hata kuelewa. Kabisa. Yaani mnachukulia vitu kama rahisi tu. Hamjali mila, desturi. Yaani mtu anavyojiamulia yeye ndio hivyo anajiamulia mambo basi. Bora liende. Yaani kama nisingekuwa na busara na kutumia hekima zangu za kiutu uzima. Jamani. Yaani labda ningeshamkata vibao, ningemtimua, yaani ningechukua yaani hatua yoyote. Ila tu kwa sababu mimi ni mama, nimelea, na hekima na busara. Na pia kwa sababu naelewa kwamba mtu aliyechanganyikiwa anakuaje, mtu mwenye kuhitaji kitu yukoje, mwenye nia ya dhati hasa naye anakuwa vipi. Ndio maana nimeamua kulichukua na kulibeba kama mama na kusamehe. Mbona sikuelewi mama? Unanichanganya. Yaani mbona leo misamiati mingi imeenda imerudi, kuna nini? Si ufunguke uniambie mimi. Mwanangu, yule kijana yule aliyekuja dukani siku ile, yule mweupe hivi ana mandevu yule, alikuwa anaitwa Jordan. Yeah. Unajua alinitafuta sana. Yaani alinitafuta simu nyingi. Mpaka nikaogopa. Nikajiuliza huyu kijana ana nini? Nataka kuonana na wewe mama, na shida. Unajua alikuwa anataka kuja nyumbani kabisa. Lakini mimi nikasema hapana. Unamjua baba yako. Mzee yupo. Na mimi kutoka kwangu usiku nikaona hebu njoo ofisini. Nikamuelekeza akafika ofisini. Kufika sasa, alichoniambia, mama, mimi nina shida. Kilichonileta hapa kikubwa kwa sababu nataka kusafiri. Siku 2-3 hizi nitasafiri. Lakini nimeona nikuletee hili jambo ulibebe kama mama. Eti mimi shida yangu kubwa nataka kumuoa binti yako Violet. Na nilishindwa kumpelekea moja kwa moja kwa sababu nilihisi labda kuna namna fulani labda asingenielewa. Ndio maana nikapitia kwako wewe kama mama anaweza akakuelewa. Lakini nampenda sana
na niko tayari muda wowote, wakati wowote kufuata mila na desturi zenu. Nataka awe mke wangu. Upo dada? Kwa hiyo habari ndio hiyo. Mama. Yaani kwanza unaruhusu vipi mtu mpaka anakuja dukani kwako? Yaani umeacha kufanya mambo yako, unamsikiliza yeye mpumbavu. Yaani kwanza ufikiri tu kijana mwenye akili zako timamu uje kuniambia mimi yani mama yangu kwamba unanitaka mimi. Yaani kwanza hivi vitu vimeanza lini? Yaani mpaka umekuwa sijui una namba yake, sijui mnakutana anakupigia simu anakusumbua, mara mnaongea, sijui mpaka anakuja dukani kwako. Yaani imekuwaje yani? Kwa nini kwanza unampa muda wako hivi? Wewe uone kama mimi yule kijana namuignore sana? Mama, yule kijana hayuko sawa. Alafu ni mjinga mpumbavu ajielewi. Yaani sikutegemea kama yeye hata ungepa sikio lako. Ngoja nikwambie mama. Yule kijana ameanza muda harakati zake. Sio kama ameanza kukwambia wewe tu. Alinifuata na mimi. Sijui unanielewa? Kitu ambacho nataka nikwambie. Hata akikupigia simu au kukutumia message, mwambie kwamba sitaki. Yaani atafute mwanamke mwingine wa kumuoa. Siko tayari kuolewa naye. Yaani siwezi kuolewa na mwanaume mpumbavu mimi. Can you imagine mama? Kwa mwanaume ambaye ana akili zake timamu aweze akakutafuta wewe eti ananitaka mimi. Kweli? Kwa hiyo yani kwa kufanya wewe kuwa kuadi kwangu, unanikuadia mimi. Binti, najua kabisa kama alichokifanya ni makosa. Yaani kila alichokifanya nikakosea. Nalijua hilo. Sawa Lakini nililibeba kwa sababu niliona ajenda yake ina mantiki. Hivi vai, wewe hujisikii vibaya watu wenzio yani mliokuwa wote, mliosoma wote, uko chuoni, si primary, secondary, wote wana makazi yao, wana waume zao, wana watoto zao, na mimi nataka mjukuu. Basi sawa, yule humtaki, mlete kijana ambaye unampenda wewe, aje kujitambulisha, akuoe, uwe na mume wako, ustirike na wewe. Mama, hayo masuala sijui ya kuolewa, sijui kutafuta watoto, sijui nini, ni swala la muda. Kuna muda tu utafika, mimi nitaolewa na mambo mengine yote yataendelea. Siwezi tu nikakurupuka eti kutafuta mwanaume limadi nipate mtoto kwa wakati huu. Hapana. Vai, unanichekesha. Muda gani bado? Hivi unafikiri muda unakusubiria wewe? Hivi uone kama unazeeka? Bado unajiona ni Vai kale katoto, si ndio? Hapana mwanangu. Sasa hivi wewe unaweza ukaona kwamba ndoa huihitaji. Lakini kwa taarifa yako, kiwanawake, na hasa wewe binti bado, unaihitaji ndoa kuliko maelezo. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja. Hello, watu wangu wa dunia, mko wapi? Sasa naomba mnisikilize vizuri mno, na habari njema nahitaji kushare na nyinyi familia yangu. Kama mlikuwa mnateseka na video kutokuja kwa wakati, sasa basi kuna mbinu na mfumo mpya ambao kwa heshima yenu tumewaletea ili kurahisisha hizi changamoto zote kuziweka pembeni. Unajua ni nini? Ni PMTV Extra, ambako safari hii sasa ya mabadiliko itaanza rasmi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 2026. Kinachonifurahisha zaidi kuhusu hii habari njema kwenu wapendwa, hii huduma yote ni bure. Uchawi ni simu yako tu. Andika website yako ya pmtvextra.co.tz au unaweza ukatumia Play Store kwa PMTV Extra. Unapata application yako, unapata unyama wako kwa ajili ya kuburudika, na wala haina haja kuteseka sana. Gusa link iliyo chini ya description, inakupeleka moja kwa moja kupata mzigo wako. Mimi najua unaipenda dunia, huko tunakoenda ni hatari mno. Sitaki ujue. PMTV Extra, kiburudani zaidi. Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi.
Mume wangu, mimi kajua umechoka, umelala. Kama hujachoka basi turudie. Nipo kwa ajili yako baba. Turudie zetu mechi basi kama hujachoka. Amna, fresh tu. Asa mbona hujalala? Kiatu changu kimebadilika. Kiatu changu kinanipwaya. Kuna namna kabisa, naona kabisa kiatu changu kuna mtu atakuwa amekijaribu au kukivaa. Sasa hii yani kwangu haipo sawa kabisa. Kiatu changu hakinitoshi. Unamaanisha nini kwani? Sikiliza mke wangu nikwambie. Mimi kiatu changu sijanunua used. Nimenunua kiatu cha duka. Kipya kabisa. Kipindi ambacho nakitumia kukivaa nimekinunua kikiwa size yangu. Ila kuna namna kabisa sasa hivi naona kabisa kiatu changu kuna mtu ambaye anakitumia. Tena ameingiza mguu ambaye sio size yangu mimi. Yeye ni mguu wake mkubwa kuliko wa kwangu mimi. Hichi kitu mke wangu. Rashidi. Naona kabisa tofauti naiona mke wangu. Akinitoshi kinanipwaya. Rashidi, umenichoka eh? Umepata mwanamke mwingine unaanza kunitafutia mimi sababu sasa, si ndio? Rashidi, unaniona mimi malaya eh? Wewe ni wakunitamkia mimi maneno hayo? Mimi siwezi nikakuchiti wewe hata siku moja. Na nilishi hapa kwa Mungu wangu sitakuja kukuchiti. Na kuheshimu na ninapenda ndoa yangu. Leo hii unaanza kuniambia mimi na kuchiti sijui na wanaume wengine. Hivi unafikiria kweli unachokiongea? Rashidi, bora mimi nife kuliko huu mwili wangu kwenda kumpa mwanaume mwingine. Mimi nakupenda wewe mume wangu. Na haitakuja kubadilika kwa namna yote ile. Vitu vingine huenda tu ni mabadiliko ya kike. Mimi nakupenda mume wangu na siwezi kukuchiti. Sawa. Nisamehe mimi mke wangu. Labda kuna namna ambavyo mimi ninavyoona naona tofauti. Lakini kiatu changu kimetanuka. Kiatu changu hakinitoshi. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea. Kila familia ina siri, ila kwa bahati mbaya Jemre anagundua siri kubwa ya kuumiza. Mimi na mama yako sio wazazi wako. Kipindi anafuatilia ukweli huo, anapata ajali mbaya inayopelekea kifo chake. Wakati huo Nazil, pacha wake, anaishi bila kujua ukweli huo na kulazimishwa kuolewa ili kulipia madeni ya baba yake. Mimi nafanya ya kwa ajili yako, atakuwa mume mwema sana. Kitu cha ajabu kinatokea baada ya familia Aslan kumuona Nazil na kumfananisha na Jemre aliyefariki. Mama! Ili kujua nini kitatokea kwenye mkasa huu na mengine mengi, download app ya PMTV Extra au tembelea tovuti yetu ya www.pmtvextra.co.tz. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga
nilifikaga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati.